tuangukie mahali ambapo hatuwezi kumuona Mungu. Watu wa Mungu, niwaambie kitu, dhambi ndio ufunguo mkubwa wa mambo mabaya kwenye maisha ya mtu. Hayupo mtu ambaye alifanikiwa akiwa kwenye dhambi. Halo? Ndio maana Mungu anachukia dhambi. Mungu anachukia maovu. Ndio maana ametupa namna ya kuishi kama wanadamu ili tuweze kumuona yeye. Na masuala ya wokovu sio masuala ya lazima. Hivi kuna mtu amekushikia bunduki uje kanisani? Halo? Ni swala la hiari. Ukitaka lala, ukitaka njoo. Ukitaka soma neno la Mungu, usipotaka acha. Lakini kumbuka kwamba dhambi ndiyo ufunguo wa mabaya. Shetani anapata nafasi ya kukusogelea kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la Mungu kutuona tunafikia hatima. Ndiyo maana hata mwanadamu wa kwanza alipokosea, bado Mungu alituwazia mema, akamtoa mwanae wa pekee kwa ajili yetu ili kutengeneza suluhisho, kutengeneza patano ili tuweze kumiliki na kutawala. Watu wa Mungu, mambo ya dunia hii ni magumu sana, ni magumu sana. Huwezi kutawala kwa urahisi kama hauna nguvu za Mungu. Uongo kweli, watu wa Mungu? Huwezi. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi. Ni vita, kila jambo ni vita, kila kitu ni vita. Changamoto ni nyingi, mambo ni mengi, tunakutana na vitu vingi kwenye maisha yetu. Sasa tunahitaji uwepo wa Mungu. Kila mtu ana vita yake, hata mtoto ana vita yake. Anapambana kuhakikisha anaishi, anapambana kuhakikisha anafikia kusudi, lakini shetani anaweka mabaya, magonjwa. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mungu atusaidie, watu wa Mungu, tuweze kuishinda dhambi. Amri za Mungu zinasemwa kila siku. Mpaka kwenye mabango wameandika, nyimbo zinaimba kuhusu dhambi. Lakini shetani anatufanya tushindwe kuona ukubwa wa dhambi na namna gani ambavyo tunaweza kujikuta tumeishia njiani. Mungu atusaidie. Ukitaka kushinda mipango ya Ibilisi, weka kando matendo mabaya, weka kando dhambi ili uweze kuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Naomba usome kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 4 ukianzia mstari wa 1 hadi wa 11, ama Luka mtakatifu sura ya 22. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 22 mstari, Luka mtakatifu sura ya 22 mstari wa 3 hadi wa 6. Yupo mwenye Biblia aweze kusoma? Luka mtakatifu sura ya 22 mstari wa 3. Amina. Mpaka 6. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha. Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti wao wasipokuwa hapo mkutano. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuona ni namna gani shetani anatuwekea mitego. Huyu Yuda alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Alijua uwezo wa Mungu kupitia Yesu na kila kitu. Lakini angalia shetani alipopata nafasi ya kumuingia. Huyu ndo aliosimama akamsaliti. Halo? Dhambi inafungua mlango wa mabaya kwenye maisha yetu. Shetani anatuwekea mtego. Namna gani unaweza ukaanguka, na unapoanguka kuna vitu vinaondoka kwenye maisha yako. Mungu atusaidie. Ukiangalia habari ya huyu Yuda, hatima yake ilikuwa kujinyonga, alijiua.
Sasa alifaidika na nini? Vile vipande 30 havikumsaidia. Angalia, mwisho wa siku alimtoa uhai wake mwenyewe. Sasa kusudi la shetani siku zote kutuona tunaangukia dhambi ili tujitenge mbali na Mungu. Mungu atusaidie. Lakini jambo lingine, shetani kusudi lake kubwa, yeye kusimama kama mshtaki wetu mbele za Mungu. Kazi yake kuzunguka huku na huku akipeleleza maisha ya watu, akitafuta mtu mmoja tu ambaye anatenda dhambi ili aweze kumwangusha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie, watu wa Mungu. Tunapoendelea na maisha tulionayo katika maisha yako ambayo Mungu amekuwekea, tambua iko mipango mibaya ya muovu shetani kwenye maisha yako. Lazima ushinde, lazima usimame ushinde. Yako mambo mengi ambayo shetani anayawaza kwenye maisha yetu. Sasa wengi wanaanguka kwa sababu hawajui ni namna gani wanaweza kujinasua katika hii mitego ya muovu shetani. Mtikise jirani yako, ukiona anasinzia umguse. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisomee kitabu cha Ebrania sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Ebrania sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ebrania sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Amen. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, tuweke kando kila mzigo mzito, dhambi tuzingayo kwa upesi. Tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Tukitazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Haleluya. Lazima uhakikishe unashinda mitego ambayo shetani anakuwekea ili kuharibu maisha yako. Lazima ushinde. Lazima ufike mahali umshinde mwovu na mipango yake. Tumeona makusudi yake sio mema, anatuwazia mabaya, anatukusudia mambo mabaya. Sasa usipojua namna gani utasimama mbele za Mungu kujinasua, ndugu yangu, utaishia pabaya. Shetani ana hasira na anajua ana muda mchache, na anajua kabisa anao wakati mchache. Ndio maana unaona ana hasira kuhakikisha anaharibu makusudi ya Mungu kwenye maisha ya watu. Kwa hivyo watu wa Mungu, lazima tujue ni namna gani ambavyo tunaweza kujinasua kwenye maisha haya ambayo tuko nayo ili kuweza kupata ushindi, kwa sababu adui yupo. Na unapoona mambo yako hayaendi, tambua ya kwamba lipo kusudi baya la muovu shetani kwenye maisha yako. Tumeona wengi anawawekea roho ya kukataliwa. Unashangaa unakataliwa tu. Kazini unakataliwa. Kwenye ndoa unakataliwa. Sijui wapi unakataliwa. Yaani unachafuliwa, unakuwa ni mtu mwingine ambaye huna tena kibali. Makusudi ya shetani kuona hatufanikiwi. Sasa sio wakati wa kufanya masiala na Mungu, sio wakati wa kufanya mchezo, watu wa Mungu. Tambua mikakati na mipango mibaya ambayo shetani anaiweka kwenye maisha yetu ili uweze kushinda. Kaa karibu na Mungu ili uweze kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiwa upande wa Mungu hakuna anayeweza kukushinda. Unajua, niwaambie ukweli, watu wao wanamuona shetani kama ni kitu kidogo. Sio kitu kidogo. Ikiwa hauna nguvu za Mungu, shetani sio kitu kidogo. Shetani ana nguvu. Hivi tangu tumeanza kukemea shetani, kuna wengine paka anachukua yani anakamata silaha, anakata. Mmewahi kwa nakata shetani, naangusha shetani, si ndio? Hivi kuna mashetani wawili, si huyu tu mmoja na utendakazi wake, si ndio? Lakini tangu tumeanza kumpiga, kumponda na kuponda kichwa na kusaga na kufanyaje sijui nini, mmewahi kuona amekufa? Halo? Mbona kila siku tunasikia ameibuka tena mahali fulani, ameibuka tena mahali fulani?
tunachoma moto, tunachoma, tunateketeza, tunammaliza leo, tunamtupa baharini, tunamfanyaje? Hivi mmewahi kuona ndo amekufa sasa kaburi la shetani hili hapa? Shetani ana nguvu. Tunachokifanya sisi, tunaharibu zile nguvu zake ambazo zinatenda kazi kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maanake tunaharibu zile nguvu na kazi ambazo wanazifanya kwenye maisha yetu. Sasa watu wasisahau, watu wasijisahau kana kwamba shetani amelala, halali usingizi, anapambana usiku kucha, usiku na mchana kuhakikisha anakuangusha. Ni kweli utamshinda katika jambo hili, lakini usiposimama vizuri na Mungu, utamuona tena katika eneo lingine anakuangusha. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo usichukulie shetani ni kama kitu kidogo. Shetani ana nguvu ikiwa hauna Mungu, ikiwa hauna nguvu za Mungu. Tunamhitaji Mungu sana kwenye maisha yetu. Sasa simama na Mungu, kaa karibu na Mungu ili uweze kumwona Mungu akikulinda, akikupigania. Mungu akiwa upande wetu, nani anayeweza kusimama juu yetu watu wa Mungu? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza mifumo mizuri ambayo itamweka Mungu karibu kwenye maisha yako. Tengeneza ukaribu na Mungu. Ukiwa na Mungu, kila kitu kitawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo lingine ambalo unatakiwa kukumbuka, Yesu yuko hai, hajafa. Haleluya, haleluya. Yesu yuko hai, hayupo kaburini, yuko hai. Sasa anazo mamlaka za kiroho ambazo zilimfanya ashinde. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hizo mamlaka za kiroho ama hizo baraka ambazo alituachia zipo na zinafanya kazi ndani yetu. Sasa wewe ukijiweka mbali na Mungu huwezi kushinda. Mungu atusaidie. Naomba usome kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18. Mathayo 28 mstari wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 28 mstari wa 18. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 28 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, Yesu akaja kwao akasema nao. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa haya mamlaka ambayo Yesu amepewa na sisi tumepewa. Kwa hivyo unapokutana na changamoto zozote au mipango mibaya ya shetani kwenye maisha yako, jambo la msingi kukumbuka, jambo la kwanza, kumbuka ya kwamba Yesu anayo mamlaka duniani na wapi? Mbinguni. Na Yesu yuko hai na alikuja kwa ajili ya maisha yetu, na hii mamlaka ambayo yuko nayo na sisi tumepewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tunayo mamlaka kupitia Yesu. Yeye aliushinda ulimwengu. Ndio maana anasema duniani mnayo dhiki. Mnayo dhiki. Dhiki ni changamoto. Dhiki sio kitu kizuri. Anasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu alishinda, manake na sisi tunao uwezo wa kushinda. Mamlaka ile ile ambayo alikuwa nayo na sisi tunaweza kuwa nayo kwenye maisha ya leo. Sasa wewe kaa karibu na Mungu, weka patano na Mungu. Shetani haogopi huyu mchungaji, shetani haogopi huyu